Utaratibu na mapendekezo yaliyopo ni kwamba ni namna gani wananchi hawa wanaweza wakafidiwa maeneo ili waendelee na shughuli zao katika kijiji hiki cha Doma bila kuathiri shughuli zao za kiuchumi, lakini pia bila kumwathiri mwekezaji. Na hilo wazo limetolewa na wataalamu, na kwa mujibu na kwa uzoefu wa utatuzi wa migogoro kama hii, manake si jambo jipya, mimi nimelibariki na tumefanya hivyo pia Narco, na tumefanya hivyo pia kwenye maeneo mengine, kwa maana kwamba katika utatuzi wa mgogoro ule, pamoja na ukweli kwamba itatokea wananchi wakawa hawana dokumenti halali za kumiliki ardhi katika lile eneo, bado tuna uwezo wa kufanya utaratibu wa makubaliano na maridhiano, wananchi wale wakaendelea kuishi katika hicho kijiji na shughuli nyingine za kiuchumi zikaendelea. Lakini kwenye hatua kama hivi, serikali inapoingilia kati jambo kama hili, hatuwaachi tena wananchi kiolela. Hiki ndio kitu ambacho tunatakiwa mjue. Serikali ikiingilia kati jambo kama hili na kuona namna gani ya kufikia mwafaka, serikali huzingatia utaratibu na hufuata utaratibu katika kuhakikisha wale wananchi sasa yale maeneo ambayo walikuwa hawayamiliki kihalali, sasa wanakwenda kuyamiliki kihalali. Ndio mara nyingi huwa tunafanya namna hii. Kwa hiyo kwenye maeneo ambayo mtapewa, manake maeneo yale mtayamiliki kihalali, sio kama ilivyokuwa awali. Wenye mashamba pori na wenye viwanja watahamishwa kwenye hayo maeneo, na badala yake watapelekwa kwenye eneo hili la ekari 450. Wenye mashamba pori na wenye viwanja watahamishwa kwenye maeneo hayo na watapelekwa kwenye eneo hili la ekari 450, ambapo mpango wake ulikuwa bado haujakamilika. Tunasema kwamba mpango wa ekari 450 ulikuwa unasimamiwa na kijiji chenu pamoja na halmashauri ya wilaya Mvomero, ambao tukimaanisha wale wataalamu wa ardhi wa wilaya ya Mvomero, lakini ulikuwa hujakamilika. Taarifa yake ipo hapa. Ndio maana nasema kwa upande huu sasa, wale wenye mashamba pori pamoja na viwanja watahamishiwa kwenye eneo hilo la ekari 450 kwa utaratibu maalum. Utaratibu ule ambao mlikuwa mnausimamia kwenye eneo hili la ekari 450 unasimamiwa na serikali ya kijiji pamoja na wataalamu wa ardhi, hautobadilika. Kwa wale ambao wameshalipia, ipo namba ya watu ambao tayari wameshalipia, walishaanza kutekeleza ule utaratibu, wale wanatambulika, na kwenye ripoti yenu ni watu 87 walikuwa tayari wameshalipia vile viwanja kwenye eneo lile la ekari 450. Utaratibu huo sio mgeni, ni utaratibu maarufu, mnaujua. Serikali yenu ndio ilikuwa ikiusimamia wa kijiji. Wamiliki wa nyumba ambao wametanguliwa huku hawatohamishwa kama vile ambavyo wametambuliwa. Kitakachofanyika, watarasimishiwa vile viwanja vyao na zile nyumba zao. Na mara nyingi tunarasimisha kiwanja, nyumba inakuwa ni mambo ya leseni na kitu kama hicho. Ukishamrasimishia kiwanja kile kama vile alivyojenga nyumba yake, maana yake utaratibu wa kufuata leseni unakuwa ni juu yake. Kwa hiyo wenye nyumba ambao tumewatambua kwenye ripoti yetu hii ya sasa hivi ya habari hii ya Kipunguni hawatohamishwa, isipokuwa maeneo yao yatarasimishwa kwa utaratibu wa urasimishaji wa ardhi. Kwa hiyo ninasisitiza kuhusu habari ya kufuata taratibu. Mjitahidi jamani, msidharau mambo ya ardhi. Haya maelekezo tunayokuja kuyatoa kuhusu umiliki wa ardhi ni maelekezo muhimu sana. Kwa hiyo yanapotolewa kwa wakati ule husika, msikae kwenye vigenge mkaanza kushawishiana. Fuateni utaratibu ule kwa ajili ya kujiondoa kwenye migogoro hii ya ardhi isiyokuwa na tija. Kwa hiyo wataalamu watakuja. Nilikuwa naomba kama ni jambo limeshatolewa maelekezo, ujitahidi kulipia kidogo kidogo, unamaliza unapata kama ni hati yako, maanake unakuwa eneo lile unalimiliki sasa bila mgogoro wowote.